mwache tu hapo, atakufa natural death. Because identity a shark is not to rule in dry land, it is to rule in the ocean. An eagle is very powerful in the air, but if you take the eagle and you put it in the water, ama on the dry land here, itakuliwa tu na paka. Because your identity determines where you command results. Your identity determines where you command results. I always advise and talk to our fellow ladies. God made you with a sign of your power. Ladies, they are not very strong. You shake their hands, they are soft. Their voices are soft. Their looks are soft. You, dear lady and woman of God, don't try to be strong when it comes to men. Don't try to talk like them. Don't try to withstand them. Leo ataniona. Leo Baba Brian ngoja afike tu tutaonana. Akifika tunamuuliza umetoka wapi? Wanawake, our power is in our identity, which is softness. Any man is defeated and powerless before a soft woman. Your power is not in strength, in talking like him, acting like him. Delilah only defeated Samson because she was soft to Samson. Men, they wanted to hear the soft voice, the soft action, the soft side of you. That is your power. Your power is not talking like a policeman. Your power is talking like a model. Talking like a model, acting the soft side of you which God gave you. You can take literally anything from man when you are soft, but not when you say usitoka kwa hiyo nyumba kabla unipatie hiyo kitu. Atatoka kwa hiyo nyumba tu na hajakupea, na kuna uwezekano mtapigana 2 hours. Wanaume ni manyangao, tuliumbwa kuishi na wanyama kabla mkuje. Na wakati umeanza vita, wanaume wanasemanga umekuja kwa maeneo yetu, sasa tuendelee. Aluta continua. Mwanaume akisikia makelele na fujo anajuanga sasa ndio vizuri. Ndio maana unaona maandamano iliwashinda, ni sisi tunawezanga maandamano, kwa sababu sisi ni wagumu. Wanaume kazi yao ni kelele, ngiza, Bwana Yesu asifiwe, na riot. Lakini mwanamke ni softness, security, order, and that's why God has brought you to the scene. Your power is your identity. Wapendwa, Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ofisi, kama utajaribu kuongea kama wao, ukianza kupoteza your identity, umeanza kupoteza your power. Wakati wanatukana serikali, unawajoin kutukana serikali. Wakati wanaongea vibaya kuhusu boss, unawajoin kuongea vibaya kuhusu boss. Unakuanga umeanza kupoteza your identity na umeanza kupoteza your power. Lakini wakati wanasema hivi, wewe unaenda pande ya utakatifu. Wakati wanafanya hii, wewe unaenda pande hii. Ile siku yenye utasimama mbele yao uwaambie I don't want to see this, watakusikia, because your power is preserved. We are the light of the world. We are the salt of the earth. Let us not lose our saltiness, because Yesu alisema when a salt loses its identity, its taste, haina haja, kazi yake ni kukanyagwa na miguu. Kwa hivyo Wakristo wengi tumeshaingia kwa hiyo level ya kukanyagwa na miguu, kwa sababu we have lost our identity. Bwana Yesu asifiwe. Sisi sio umbwa mwitu wa Bwana, sisi ni kondoo wa Bwana, na kondoo anasikianga sauti ya baba yake na anaitii. Kwa hivyo your level number 1 of empowerment is understanding and appreciating your identity. Who are you? You are a lamb of God. You are a son, a child of God. Behave number 1 as somebody who is a church person. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo si eti usiku unatoa hizi nguo za kanisa, unavaa kofia, unaingia Mtwapa usiku na usiku wa manane. Hapana. Begin to acknowledge your identity in God. Wacha nikuambie, hii ndio design ya Mungu, ya kwamba ukitaka mchele enda Mwea. Hapo kwa hizo maswabu za Mwea utapata mchele, na mchele hapo automatically utaipata. Ukitaka miraa enda huko kwa Pastor Kirime, iko. Lakini ukitaka madafu na nazi kuja huku Coastal Region. Na ukitaka vitu zingine, matunda ingine very expensive inaitwa nzaya, kuja kwetu Kitui. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitaka hiyo matunda ingine yenye haipatikanangi anywhere kama pomegranate, once in a while utaipata kwa semi arid areas. Enda huko utaipata. Kwa hivyo Mungu amedesign hivyo, na power ya muembe kuzaa ni kupandwa mahali ambapo inafaa. Power ya mchele kuzaa ni kupandwa mahali ambapo pamefaa.
Sisi Biblia inatuitanga the planting of the Lord, in which he shall be glorified. And where are we planted? We are planted in the house of God. Psalms 92 from verse 12 and 13, maandiko inasema, the righteous shall flourish like a palm tree. Those who are planted in the house of God shall flourish in the court of their Father. So our flourishing is determined by our identity. We must be, number one, sure of who we are in God. Bwana Yesu asifiwe. So before you begin to say and to pray, Father, empower me, I need the Holy Ghost, let us establish this first truth. Who are we? Number one, I'm a believer, and I was born a woman, not by chance but by design. I was born a man, not by chance but by design. Unajua, I don't know about you, lakini mimi nimewahi pitia changamoto siku moja. When I was growing, nikapitia changamoto, nikaona masista zangu sioni wakiteseka hivyo. Mimi mpaka siku moja nikiwa kwa prayer mountain, nikauliza, nikaanza kunegotiate na Mungu, kuna uwezekano unaweza nigeuze nikuwe mwanamke, wanawake hawateseki, can I be a woman? Nikaanza kutamani kuwa mwanamke kwa sababu niliona wanaume wanatesekanga sana mzee bwana. Mwanaume kutoka day one, lazima you will have to sweat. Mimi naangalianga mke wangu na muonea hivi saa nyingine. I think this lady enjoys life so much. Everything is on me, every burden I carry it, and I enjoy doing that. Now that was a long time ago when I was growing. Lakini unajua huko kwetu Kitui, niliwaambia na kuanga na story nyingi. Huko kwetu Kitui kuna mawe kubwa hapo inaitangwa Zambani Rock. Inaitwa Zambani Rock. Zambani Rock inasemekananga ya kwamba ukizunguka mara 7 if you are a woman you become a man. If you are a man, ukizunguka mara 7 you become a woman. Huko kwetu Kitui inasemekana wewe ukichoka na jenda yako uende hapo. Sasa mimi nafikirianga mashoga ni wajinga. Hawajajua huko kwetu kuna mama wanaweza wakageuka. Kama unataka kuwa mama, ukuwe mama wa ukweli. Wanaweza sifiwe. Kwa hivyo your identity ndio foundation of your power. Unaona tu kujulikana kama wewe ni Mkristo, hiyo peke yake ni power. Hiyo peke yake kuna watu wanaiogopa. Hiyo peke yake kuna vita ambayo imekutenganisha nazo. Now, that is the foundation of empowerment, and now it leads us to the first level of empowerment ambayo inaitwa level number 1 is the level of infilling. Ama level ya kujazwa. Level number 1 inaitwa infilling. Inakaa kama ni rahisi, lakini watu wengi kwa makanisa yetu hawajafika hiyo level ya kujazwa. Tuko nao kanisani, mtu hajajazwa na roho na evidence ya kuongea na lugha, hajajazwa na roho with a testimony and evidence of speaking in other tongues. If you are not filled with the Holy Spirit, you have not enrolled in the school of power. In the kingdom of God, empowerment stands when the Holy Spirit is in a place. When the Holy Spirit is invited, empowerment has begun. Yesu mwenyewe ndiye alisema hivi, mtapokea nguvu when you pray? No. When you give money? No. When will you receive power? When the Holy Ghost comes upon you. So inviting or receiving the Holy Ghost is inviting empowerment. Power to stand when everybody is falling. Power to prosper where everybody is failing. Power to say no when you have all the indicators that you should actually be saying yes. Na mimi nashangaanga, the reason why wasichana wanapotea cheaply kanisani, wanakimbia wanahangaika, ni kwa sababu hawana power. Msichana mwenye ako na power anaweza akasema no wakati uko na pesa. Anasema no. Wasichana wengi wako na ukimwi kwa sababu hawakuwa na nguvu ya kusema no. Aliulizwa tukaro to with you, akasema sawa. Akaambiwa tukomeba, akasema no problem. Akasema sikule, akasema lete ni kule. Akashikwa na ukimwi. Sasa ndio maana tunafaa kuintroduce our young people to the Holy Spirit, wakuwe empowered, wakuwe wanaweza sema no. Wasikuwe magei, Bwana Yesu, wasikuwe malesbian, ati wanaambiwa tuko na party, we have a girls night out in Mtwapa somewhere. Na unaenda a girls night out, unaenda unapata ni malele, na unajoin unakuwa lesbian kama wao.
Why? Na umetoka kanisani na unaanza kuficha ficha hivi, after 6 months you cannot hide anymore. Unachomoka kanisani na watu wanaanza kukuona ukiwapostia ukiwa kwa ndege ukienda wapi. You young people who are listening to me this wonderful afternoon, don't admire anybody who posts some things that look like results in online. You don't know how they got there. You don't know what kind of results they are there. If they are posting when they are on the airport, that is their own problem. Your own problem must be concentrate at what you are doing, concentrate at your current level. Stop admiring results ambazo haujui walifika huko namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Ati wanakupostia wakikula vyakula and you desire that, you admire that. How did they get there? That is the question. How did you get the car? That should be the question. Because it's not about the result, it's about the power behind the result. Kwa hivyo msichana anakuja kanisani na kuambia kuanzia leo, pastor, mimi sitaki mambo ya Otieno, sitaki mambo ya Oti kabisa, na usiniambie mambo yake. Na mimi niombe, nimeachana na yeye. Pastor anafanya kazi yake, nimewatenganisha na Oti kuanzia leo. Na kuanzia leo uwe msichana wa ushuhuda. Umemuombea, ameenda lakini hajajazwa na Roho. Ako na decision na ako na decision na ako na ile kitu inaitwa yani determination. Ako determined kuachana na Oti na kukaa maisha matakatifu. Naombea na anaenda, lakini hajajazwa na Roho Mtakatifu. Wakati ako kwa nyumba peke yake, atakuwa anahitaji Pastor Mumo amsaidie kudecide. Itakuwa ni yeye na Roho Mtakatifu wasaidiane kushinda majaribu. Lakini sasa ana Roho Mtakatifu, amebaki peke yake na nyama zenye aligawiwa na baba yake na mama yake, nyama zenye ziko na majaribu. Oti anapiga simu akiwa anapika chakula, hata ni ugali alikuwa anagoroga, mnaita sima huku, anagoroga, simu inalia, anaenda anaangalia, ni Oti. Sasa Oti anataka nini? Mimi nilisema sitaki. Unaona, kwa sababu hana power, hata hakublock hiyo namba, hakuidelete, bado aliacha kwa simu. Akasema hata kama ninamwacha, maandiko naniambianga nisichukie watu. Sio maandiko, ni karoho tu bado connected kule. Ana power ya kuacha, anarudi kwa ugali, inapigwa tena, anarudia, anaangalia, hai, Oti na shida yake anakuwa mjinga sana, anataka nini? Acha nichukue tu, anaweza kuwa kwa shida. Wewe ni polisi, wewe ni chief, wacha nichukue tu, anaweza kuwa kwa shida. Sababu wewe ndio nani? Finally anachukua simu ya Oti. Hello? Niko poa. Si niko pika ugali. Hata sikuwa najua na kula na nini. Nilikuwa nataka niende mboga kwa kibanda hapo chini. Ati nyama, hapana, lete mahindi ndio inawivanga haraka. Kamusichana kenye kanapenda Yesu na kanapenda Oti, na akana power ya kumuacha, na Oti hajaokoka. You shall receive power to say no. Now ukimake decision, una make decision inakuwa namna gani? Power is what will sustain you. Wakati kila mtu anakimbia, power itakushikilia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo level number 1 ni infilling. Tuangalie, tuchunguze maisha ya Yesu Kristo. Yesu alipokuja duniani, kabla aanze huduma, maandiko nasema in the book of Luke chapter 4 ya kwamba alienda Jordan, akaenda kubatizwa na Yohana Mbatizaji, na maandiko nasema ati Yohana akamshika Yesu akamweka kwa maji, na Yesu alipochomoka kwa maji hivi, mbingu zikafunguka na sauti ikaongea ikasema, huyu ni mwanangu niliyependezwa na yeye, msikilizeni. Na kutoka pale maandiko inasema then Jesus full of the Holy Spirit returned from the Jordan River and he was led by the Spirit in the wilderness. He returned full of the Holy Spirit. Kwa hivyo Yesu alienda kubatizwa na akaondoka full of the Spirit. There must be a day when you come to church and you return full of the Holy Spirit. There must be a day when you go somewhere to be with yourself, with God, and you return full of the Spirit. Shida tunaonanga ni kama kujazwa na Roho ni kwa mapasta peke yao.
Leo Pastor Muma alikuwa amejazwa vibaya sana. Alikuwa anaachilia tuma unabii. Hiyo si sehemu ya wachungaji peke yake. Sio sehemu ya waimbaji peke yake. Sio sehemu ya wahubiri, hiyo ni sehemu ya kila Mkristo. Bwana Yesu aliwaambia, nyinyi wote ngojeeni Jerusalem mpaka the gift of the Father akuje, na atakapokuja mtapokea nguvu. Nguvu kama zenye mimi nilipokea wakati nilibatizwa, nilirudi through the power of the Holy Spirit. Level number 2, wakati Yesu alijazwa na Roho, alienda level number 2. Now level number 2 of empowerment inaitangwa the level of sacrifice. Level number 1 ni infili. Watu wenye wamejazwa na wanaongea na lugha wanaonanga kama wako na power. Ni sawa, wako na certain level of power, na hiyo level ni number 1. Hapo ndipo tunaanzanga kwa hiyo level ya lugha, rashakata ya mata. Kwa hivyo Pastor Mailu, kuna uwezo mtu akue anaongea na lugha hata ziko na fire kabisa, mpaka unasema na kweli huyu ndugu ako na Mungu. Lakini huyo ndugu anakuletea prayer point ya kitoto kabisa, imemshinda. Kwa sababu ako level number 1. Ako level number 1 ya tongues and fire. That is where everything starts. But he must be promoted from there. Apande aende level number 2 ambayo inaitwa the level of sacrifice. Wakati Yesu alitoka Jordan, maandiko inasema aliongozwa na Roho Mtakatifu kule nyikani ambako alifunga siku 40. Hiyo ni level number 2 ya sacrifice. Lazima Roho ambaye tulipokea atuongoze kutoa vitu kanisani, atuongoze kujifunga siku 7, kufunga siku 20, 40. We must enter the level of sacrifice. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nashangaa sana, kanisa haitaki kujitolea, inataka pastor mwenye amejitolea. Lakini kanisa lenyewe mimi sijitolei. Acha tuchukue roko. Wale ambao wanaweza wakasema kutoka January Friday zote na kujaga kesha. Hebu tuone kwa hii nyumba ni wangapi. Unaona vile tuko 3 peke yake. Wapigeni makofi, na hawa ni wachungaji. Kwa hivyo hao wengine wanasemanga kutaabika na maombi usiku ni kwa wachungaji, si kwetu. Maisha ya kujitolea tumeachilia wachungaji. Acha tuchukue roko lingine. Wale wanaweza wakasema acha tuachane hata na huko January ni mbali. Hii ni mwezi ya 5. Sema tu hii mwezi ya 5 peke yake, hakuna morning glory ambao nimekosa. Mimi sisemi la njawa wakati umeamuka na umeshakula mayai. Mimi sisemi la njawa ama evening, nasema ya asubuhi, morning glory. Nani anasema hii mwezi peke yake ya 5 sijakosa morning glory? Unaona, sasa tumebaki wawili. Tukiendelea, acha niulize yule anasema hii mwezi ya 5 peke yake nimefast at least siku moja. Aliza hapo tuko wengi. Wengine hata kama ufast kwa sababu uko na shida, fast upumzishe intestines. Zimechoka. Si kila wakati unaipiga na tende kidogo kidogo ugali. Wewe wakati tunaimba kitu gani kitanitenganisha na Yesu Mwokozi wangu, wewe unaimbanga kitu gani kitanitenganisha na ugali? Lazima uende uangaliana na ugali leo na uiambie wewe sina ubaya na kupenda, lakini kuna wakati mwingine nitakuwa na kuacha. Tusikizane. Enda uongee na ugali bwana kutoka leo. Level ya sacrifice is the second level of empowerment. Mimi nataka nikuonyeshe ni kwa nini kitu yenye inakaa kama kwako ni ngumu sana, tunakujanga kwa kazi yako na inakuwa settled. Mahali ambapo ulikuwa unaona kabisa unaweza futwa. Niliitwa kwa ofisi ya mzee rafiki yangu. Ni wa huku pande ya Kilifi hapa. Sasa mimi sijui niko wapi. Nikipoint hivi nimepoint Kilifi ama ni wapi? Kilifi iko huku. Ni hapa Kilifi. Sasa mzee anafanya kazi na shirika ambalo liko founded na huko South Africa na wazungu. Na ilifika mahali akawa performance yake ni mbaya na anataka kufutwa, wanataka kumreplace. Tukakutana na yeye kwa shopping mall. Mimi nakuombea Mungu akuweke utukufu ya kwamba si lazima watu wakutane na wewe kanisani ndio wajue wewe ni pastor. Tulikutana na yeye kwa shopping mall, akaniangalia akaniuliza, are you a man of God? Nikamwambia ndio, I'm a pastor. Akaniambia niko na kitu inani stress hata sijui nitafanya namna gani. Bibi yangu hana kazi, mimi ndio nimekuwa na kazi, na hiyo kazi saa hii naenda kuipoteza.
maana performance imekuwa mbaya nini. Akanieleza kwa shopping mall. Nikamuuliza hiyo ofisi yako iko wapi? Akaniambia across pale tu kuna nyumba inaitwa Pili Trade Center. Kama atakuwa na oji atajua ni yeye anasema Pili Trade Center. Pale tu ofisi iko pale. Nikamwambia enda ujiandae katikati ya saa 4 na kesho saa 5 ndio nitakuja kwa ofisi yako, na usiogope, hautafutwa na hautakuwa na any low performance kuanzia kesho. Enda ujiandae na kuja kwa ofisi yako kesho. Na nilienda nikachukua anointing oil kadogo hivi, na nikakuja kwa ofisi yake, nikaingia. Nikamwambia you have a nice office. Akaniambia pastor, I'm leaving this office. Nikamwambia you are wrong. You are not leaving the office because I have come. Nimekuja kukuzinika katika ofisi. Nikamwambia chukua kiti fulani uiweke hapa mbele yangu. Akachukua kiti, nikamwambia kalia. Nikamwambia nakufanyia tu ibada ya kukuketisha katika hii kampuni, na ninakupromote ukuwe wewe ndio manager wa hii region ya East Africa, wajana na Kenya peke yake. Nikaomba na Robert Tunje, nikamwekelea mikono, nikamwekelea mafuta. Hata hiyo siku sikuwa na suti, nakumbukanga nilikuwa nimevaa ka jeans ka black na shati tu ya blue. Nikamuombea, nikamweka mafuta, nikamwambia kama Mungu alinituma ukiondoka kwa hiyo ofisi nitaacha kuhubiri. Nilikuwa na ushawishi iko juu sana, nilijua ni Mungu alifanya tukutane na yeye ndio ni muhifadhi kwa hiyo ofisi. Kutoka pale the next day aliingia kwa ofisi akaona email ikimwambia we have given you 1 month to prove you. We have given you 1 month. Yeye kulingana naye akanipigia simu akaniambia kuna ushuhuda lakini ni dogo sana. 1 month haiwezi. Nikamwambia kabla ya hiyo 1 month kuna deal moja utasign ambayo itafanya waone ni kama walikuwa wrong all along. And within that 1 month alisign 3 deals. One of the deals ilikuwa ya 50 million. Kwa hivyo unaona namna gani walimfuta ama hawakumfuta. Nakumbuka kati aliniita akija kunipea hiyo ushuhuda, aliniuliza swali la kwanza, do you have a driving license? Kwa sababu aliniambia maana naona sasa mimi naenda kukununulia gari. What do you think? Kuna vitu ambavyo kwako zinakaa kama zimekukalia kabisa, zinakushinda. The question is not about your mistakes or your effectiveness. The question is about your power level. Nataka wa Kristo tujiupgrade tukuwe men of sacrifice. Ni ngumu sana nimalize wiki moja. Naambianga watu the secret to me looking a bit young ni 2. Naambianga siri moja ni kukula vizuri na siri ya pili ni kulala vizuri. Wanacheka, kukula vizuri gani yenye hatukulangi? Lakini mimi ukiniulizia nitakwambia na maanisha nini. Kukula vizuri na maanisha kila mwezi lazima nifunge. Na kulala vizuri na maanisha kila wiki lazima nikeshe. Na kuna misimu ikiwezekana, kuna misimu ingine lazima nikae macho mpaka saa 8 ya usiku ndio nifikirie kulala. Na nitakuwa nakaa macho nikiomba. Shida yako unaomba kidogo kidogo unaenda miaraba sheterero. Rosha karabarabara. Ai, kesho niko kazi mapema. Unalala. Hizi vitu nilianza wakati nilikuwa nimeajiriwa. Sijaanza wakati niko pastor. Nakumbuka wakati nilikuwa nimeajiriwa, there is a time I fasted nikiwa niko kwa ofisi, and every day I am reporting. Nikafunga a water fast for 21 days. Baga boss yangu akaniuliza, "Mumo, are you sick? What is wrong with you?" Nikamwambia, "Mzee, I am perfectly okay." Uko na excuses. That's why you are excused out of greatness. Uko na excuses why you are not fasting. That's why greatness is excusing itself from you. We must enter the second level, which is the level of sacrifice. Yeah? What is the biggest thing ambacho waitoa kwa Mungu? Ukatoa mpaka ukasikia umetetemeka. Akumbuka vile nilienda Nyayo National Stadium kukiwa kuna mkutano wa Apostle Julius Subi. My father in the Lord alikuwa ameita watu. I went there driving my car. Nilikuwa nasikia ni kama ninangolewa meno wakati nilikuwa naondoka na mguu. Umeitoa gari, utoe kitu ambacho na siku anatoa sababu nimeacha nyingine kwa garage. It was the only car niko nayo. Sasa ukiona mtu ananiletea gari unaweza ona kama napendelewa. Sipendelewi. When was the last time ulienda ukaacha ile pesa ulikuwa nayo kanisani? Na kuna mtu labda uko hapa Mungu anataka uache the last money yenye uko nayo. When was the last time ulifunga ukakaa 3 days dry? Na hizo 3 days haushiki simu,
when I am training my intercessors in church, naekanga kikapu hapo katikati. Wewe ukiingia eka simu kwa hiyo kikapu, hakuna kushika hiyo simu. Kama tumesema tunaomba 7 hours, inaekwa hapo. Sikuamini nayo, wewe ujieke. Weka mahali naziona zote mpaka yangu. Na tunaingia kwa maombi 7 hours, hakuna kuangalia simu. Ukisikia maandiko iandike mahali ama uende ukaandike uangalie kwa Biblia. Sio simu, zote zinawekwa mahali pamoja. Na tunaanza kuomba. Shaka ya bada. Enda miayo yako, itafika mahali muachana na miayo. Piga magoti, simama. Tembea, anguka kifundifundi, endelea. Yesu mwenyewe alisema, any man who comes after me must take up their cross and follow me. Lakini the gospel of the cross tumeiondokea. Tunataka soft life na soft gospel. Hakunanga soft gospel. Chochote ambacho akijapitia at the place of sacrifice, akiwezi kikasimama the test of time. Chenye akijapitia the place of sacrifice, akiwezi kikasimama the test of time. Sacrifice. Kuja kanisani mapema. Ati church mimi nakujanga tu wakati wameshamaliza kuimba na watoto wamepresent na testimony zimeisha, na kujanga tu kukaa kusikiza neno. I just love the word. Kuja wakati tunaomba kuombe hata wewe. Tembea ukiomba. Unataka maombi ile tu ya starehe ukiwa umejishika hivi. Father, you know what is in my heart. I don't need to disturb you. You know everything. Take my needs, oh God. Let your will be done. Hallelujah. Thank you. My friend, maandiko inasema Yesu mwenyewe siku hiyo ya 3 ya karamu akapaza sauti kubwa na akasema, yeyote aonaye kiu aje kwangu na akunywe. Yesu mwenyewe akapaza sauti. Wewe hutaki kupaza sauti. Wapendwa, lazima tuingie level ya sacrificial prayer, sacrificial giving, prayers and fasting. Sacrifice your time, sacrifice your wisdom. Bwana Yesu asifiwe. That is the second level of power. Kujitolea. Kuna mtu ambaye ako hapa na hujawahi funga na umekuwa ukidesire kufunga. Mungu amekufungulia mlango, enda ukaanze kufunga, uone vile Mungu atafanyia watoto wako. Enda ukaanze kufunga, uone vile Mungu atakufungulia njia. Kama uko hapa na unataka kufunga, kutesti Mungu wa kufunga na kuomba, hebu inua mkono ni kuombe. Kama unataka, hujawahi jaribu na unataka kuingia hizo levels za fasting, hebu inua mkono. Niombe mtu mmoja mwenye anasema, hata kama sianzi kesho ama kesho kutwa, nitaanza kufunga na kuomba. Nataka tu kuonja utamu na nguvu ambayo iko kwa sacrifice, especially ya prayer and fasting. Hebu inua mkono ni kuombe. Inua mkono. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, huyo ndugu, huyo dada ambaye anatamani to sacrifice through prayer and fasting, ninaomba neema ije juu yake. Neema ya kufunga siku 3, siku 7, 21, 40. Na wakati anafanya namna hiyo, ninamtangazia ya kwamba mazao itakuwa inamfuata usiku na mchana. Kwa jina la Yesu Kristo tumeomba kwa imani. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Msema hilo mchungaji, mtumishi wa Bwana. Mimi nashangaa sana kwa sababu mimi sijuangi mimi ni maskini ama ni tajiri, sijuangi. Lakini nashtukianga sina kitu. Kwa mfano, kuna wakati, sijui kama hiyo shuhuda nilitoa hapo. Kuna wakati niliitwa na mzee fulani town. Ni mzee ako na zaidi ya miaka 80 na nimeenda nikiwa hata sina pesa. Hata fare yenye nilikuwa nimelipa kwenda town, nafikiri nilipewa na mama, my wife. Na huyo mzee ameniingiza kwa maduka ya nguo, ameninunulia suti za karibu 120,000. Hivi suti na viatu. Sasa nikaenda nyumbani nikiwa nimebeba vitu expensive na sikuwa na kitu. Na akaniwekea 10,000 niende. Hiyo ni fare, yani hizo ni fare tu. Sasa nikiwa kwa barabara na shangaa, huyu mzee na niko na akili, siangenitumia pesa nijinunulie nguo. Na ninajua nguo mahali zinatokanga. Nilienda nikiwa nalalamika. Sasa sielewi mimi ni maskini au mimi. Saa ingine mimi natoka kwa nyumba, naenda sokoni. Mama ananiambia, ukikuja jioni ukuja na nyama. Namwambia hakuna shida. Nikiwa huko nje ananipigia simu, ananiambia, unajua yule mzee wa pale Mdwani na hapo amekuja hapa, amekuletea mbuzi 2, amesema mbarikiwe. Sasa mimi nilikuwa naenda kuleta nyama ya 300, nimeletewa mbuzi 2. Sasa mimi sijielewi saa ingine mzee. Sasa huyo ni tajiri ama ni sielewi, wewe ndio utaniambia. Saa ingine mimi sina chakula kwa nyumba, lakini mtu anakuja anasema ati watoto wako wanafaa kusoma. Tafuta shule nitalipa.
wanalipiwa shule yenye ni ya 100,000 200,000. Watoto wadogo hata hajafika 10 years. Na saa hiyo kwa nyumba sikuwa na pesa, lakini wamelipiwa. Unaona namna gani? Siku ile nilipatiwa gari. Kuna siku nimekuja na mzee hapa Ukambani hapa wote akanipatia Noah, nikarudi na hiyo Noah alinipatia ikiwa iko na shida ya battery. Sikuwa na hata na hiyo pesa ya kununua battery. Ni mtu alinipatia hiyo pesa ya kununua battery, nikaweka kwa gari ndio nitembee nayo. I don't know if I'm rich or poor. Wewe ndio utaniambia. Lakini nimeona manifestation of the lifestyle of sacrifice. Kwa hivyo mtu anaguzwa mahali na Mungu anaambiwa patiana hiyo. Na wakati tunaongea mambo ya sacrifice, mimi sijui watu wa kanisa shida yenu ni gani. Wewe unanipigia simu vizuri, pastor uko wapi kwa ofisi? Sawa, wacha shi akuje uongee na yeye. Msichana wako mwenye anatafuta guidance, ametoka form 4, anataka kwenda high school, anataka kwenda college, anakuja tunakaa kwa ofisi kuongea. Tunaongea na msichana wako, karibu wanawa, na tunaomba na yeye. Na ulimtuma na wewe ukaenda, na ukufuatilia na ukumweka track, unanitrust na msichana wako. Unanitrust na bibi yako anakuja tunakaa naye wanawa, hata tunaomba. Hata unaniambia kwako, unaniambia pastor hapa kwangu umekaribishwa anytime. Wewe ukuja. Na hata ukiwa ng'ambo unapigia mama unamwambia siuite pastor akuje aombe. Mliota vibaya na mpaka nakuja ninaomba kwako na kula na ninaenda. Unaniamini na bibi yako, unaniamini na msichana wako, lakini uniamini na 10,000. Pesa ikitolewa unauliza pesa inaendanga wapi? Na uulizi nikikuja kwako tunafanyanga nini na bibi yako? Pesa ikitolewa mzee Pastor Mailu, wanataka tueleze vile pesa inatumika church. Lakini hausemi tufungilie CCTV kwa ofisi muone wasichana wenu wakikuja kwa ofisi tunafanyanga nini na wao. Hiyo inaitangwa pepo ya kuwakamata kwa umasikini. Ndio hiyo inaulizanga mnafanyanga nini na pesa zetu. Ndio hiyo inaulizanga hivyo. Ndio ubaki ukiwa umekwama. Wakati ninakutabiria aulizangi, ninakuambia na kuanzia saa hii kuna milango inafunguka, na nakuuliza na nani anaitwa Peter. Peter ni nani? Peter ndiye alikuwa kikwazo na anatoka kwa hiyo ofisi, anatoka na Bwana anakufungulia mlango. Enda ukaone njia. Unaenda ukiwa unaamini. Wakati nasema chukua bahasha, weka pesa kuja, unaanza kuuliza kwani ninaibiwa ama ninauziwa muujiza. Hiyo ndio shida tuko nayo kama kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Hebu inua mkono wako, sema kuanzia leo nitajitolea kwa jina la Yesu Kristo. Sasa sacrifice ndio inafanya tunabaki tukiwa, yani unachallengewa na kamsichana kadogo kenye kakona miaka 23 lakini kame sacrifice kwa ufalme wao. Kanasimama kazini mbele yako na kanakuambia mzee unijui wewe. Na kanakutishia unaanza kuchukiwa kwa hiyo ofisi, karibu upoteze kazi. Mpaka ukimbie kwetu tukuokoe. Nasema hako kamsichana ni kama kanalala na boss. Kamsichana kanajijua, wewe ndio ujijui. Kuna watu ambao wamekaa kanisani 20 years na ukimuuliza ni nini kubwa umewahi tolea Mungu, acha tuingie pale kwa waganga. Ukienda kwa mganga kitu ya kwanza anakuulizanga ni sadaka kulingana na ile kitu ambacho unataka. Unasema nataka mtoto wangu sijui ni muimbaji, nataka asikike. Anakuambia ndio kuja na huyo mtoto. Mtoto anakatwa ulimi, anaulizwa naimbanga na nini gitaa, kuja na hiyo gitaa tukutengenezee. Gitaa inatengenezwa, alafu unaambiwa enda wete mama muonza, enda ulete makondoo 7 na anaongeza mbuzi. Mbuzi inasimamia watu wa dunia, kondoo ni ya watu wa Mungu. Unatoa sadaka hata kama unaimbanga secular, unakubalika mpaka na watu wa kanisa. Kwa hivyo utaona mtu wa kanisa akisema by the way Mungu mbali yake si dhanzu huku. Unasikia watu wa kanisa wakisema by the way fulani nyimbo zake hazikuangi baya, ni ibada ilifanywa, amesacrifice. Wewe wa kanisa haupendi kusacrifice, unaonanga tu mapasta wote wanakaa ma suspect na wanakaa wezi. Kizimama tu na yeye huyu amemtoa wapi? Huyu ni wa Nairobi. Wa Nairobi wanakuanga hatari. Chungana na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo mikono yenye Mungu amekupatia nataka uiweke namna hii. Weka hiyo mikono mbele namna hii nikwambie kitu. Sema Bwana Yesu nibariki. Hii mkono ikufanyie kazi na hii nyingine inifanyie kazi. Sema hii ni yangu, hii ni ya Mungu.
Mungu akubariki. Learn to be a sacrificial giver. A sacrificial giver. Kuja mikutano ya usiku, omba, funga na uone kama utawezwa na mtu. Watu wengine wakitaka promotion, hawa wasichana wenye wanawaibia wazee chipli. Hawa wasichana wakienda kule kutengenezwa, wengine wanaambiwa walale kwa madhabahu za giza siku 7. Analala kwa makaburi siku 7 akiwa uchi. Baada ya hiyo panakuja wazee wengine wenye wanakaa mashetani wenyewe. Wanamuuliza ulikuja na nini? Anasema nilikuwa na pesa. Anasema hapa hatuchukuangi pesa, tunataka real sacrifice. Baka anashangaa real sacrifice ni nini? Anaulizwa mama yako yuko. Sasa kama msichana kaliwa mama yako ndio kakue, mama yake ndio kakue, kanaweza kakachukua any man. Ndio wako unakaona kwa madeke kakirukaruka na kakona only 27 years. Lakini kali sacrifice. Kanapelekwa Cape Town, kana kupigia picha, kana post kwa Instagram. Saa hiyo umemaliza kupika sukuma na mayai na ugali ndizo unakula. That is the best that you can. But haupendi kusacrifice. Wapendwa, tuchoke kwa zile level ambazo tuko. Tuchoke. Wakati ndio nianze kupata magari na nianze kuona tupesa fulani tunaanza kunifuata, nilifunga 40 days nikiwa niko na watu kanisani lakini pesa ikuji. Siku moja nilikuwa na watu 120 kanisani, nikaokota masadaka, nikaenda kuhesabu kwa ofisi. Baadaye vile nilipata kitabu ile inaandika ina record giving, nikaona ni 6,000. Kusema ukweli wapendwa, hata kama ni wewe lazima ungekuwa na stress. Watu 100 watu wazima wanatoa 6,000. Hapo ndipo tutalipa rent ya kanisa, tununue sawa tulipe. Nikaona hapana, ngokuia hapo nolongo. Nikaona nitakufia hapa kwa huduma. Nikaenda kufunga, nikapiga 40 days. Hizi sasa wewe nikisema 40 days, kitu ya kwanza unasikia tumbo inashtuka, si ndio? Kama hautaki kukufa kwa shida, kufa kwa maombi. Are we together? Kama hautaki kukufa kwa shida, kufa kwa kujitolea, sacrifice. Namaliza, dakika yangu imebaki moja. The highest power dimension inaitangwa the cross. Inaitangwa the cross. Nitaongelelea the cross ile siku nyingine tutakutana. Yesu alipoenda kufunga na akarudi, alirudi in the power of the Holy Spirit na akaanza kufanya miujiza, lakini Mafarisayo hawakumuondokea na hawakumuogopa, walikuwa wanataka kumuua kila siku. Ako na power, anaponya, lakini wanapinga, wanasema hakuna, anaponyanga na nguvu za mkuu wa mapepo ambaye anaitwa Beelzebubu. Lakini wakati alienda msalabani, leo hii anaitangwa Bwana wa mabwana na Mungu wa miungu, mfalme wa wafalme. Bwana Yesu asifiwe. Wakati alienda to the cross, he became the highest. So the highest power dimension is the cross. Lakini sisi watu wa kanisa tunaogopa msalaba. Msalaba sio sacrifice. Sacrifice ni mimi mwenyewe niamue kufunga. Lakini msalaba ni Mungu mwenyewe anachagua upitie vitu fulani fulani, na anakuangalia kama utaama kanisa, anakuangalia kama utaacha ndoa, anakuangalia kama utaacha biashara. Ni kitu kiko na aibu na ni kichungu, na si wewe umechagua, ni Mungu mwenyewe amekuchagulia upitie. Hiyo ndio inaitwa msalaba, na unaipitia ukiwa church mpaka watu wanaulizanga, gai huyu atawaiza? Hiyo ndio ilipitiwa na Hana. Mungu anafunga tumbo yako na anakuacha upambane na utasa. Hiyo ni msalaba. Ibrahimu, ngoja, wewe ni father of nations, lakini anafunga, anafinya bibi yako hata saa na panakaa hivyo. Ukiuliza Mungu anakuambia komwe na bayetwa, anakuambia kaa mpole. Hiyo ndio inaitwa msalaba. Ni kitu ambacho Mungu mwenyewe ndiye amekuchagulia upitie. Unaweza ukakipitia ukiwa kanisani, uwe na kanisa ambayo iko na watu 100, haujatenda makosa yoyote mbele ya Mungu, na hiyo kanisa mahali ambapo mnakutania watu wanakuja wanaiba hiyo shamba, na mnabaki hiyo kanisa ikuwe scattered na muende kuna viongozi kwa hii kanisa ambao mumesurvive misalaba fulani ambayo imeshaikuwa kwa hii kanisa. Mumesurvive certain cross experiences. Nyinyi amwezi mkalinganishwa na watu wengine. When it comes to empowerment, you are somewhere high because you have survived some cross experiences. Mungu kama amekuchagulia kitu upitie, kwa nini mnakimbianga mnahama kanisa? Mimi siwezi kaa hapo kama sasa bibi aliniacha na waliniacha wakiona mimi siwezi kaa na hama kwa hiyo kanisa mimi. Sasa hao watu watakuwa wananichekelea, watakuwa wanafikiria niliachwa kwa sababu gani? Sasa hiyo ndio inaitwa msalaba. Unaachwa lakini unakaa. Una mtoto lakini unakaa. Una pesa lakini unakaa, msalaba.
Lakini sisi wa Kristo, ukipitia msalaba kwa hii kanisa unahama kwa ile kanisa ingine, ukipitia msalaba hapo unahamia kanisa ingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni pastor na ulikuwa juu, ulikuwa na pesa, unaendelea vizuri, msalaba ikikutana na wewe unaacha huduma kwa hiyo city, unahamia pengine. Si mimi niko Nairobi, ninapitia shida, ninahamia Mombasa Magongo, ninapitia shida huko, nahamia Tanzania, alafu nachukulia mstari fulani tu ya kujitia moyo. Yesu alisema mkikataliwa kwa mji mmoja muhamie mji mwingine. Hiyo ni mistari ya kujikomfort. Kaa mahali ambapo msalaba imekupata, pigana mpaka utoboe. Uko na msalaba ya shida ya pesa kwa ndoa, kaa hapo na huyo bwana yako. Unaweza kumlisha, by the way, hakuna shida. Lisha yeye miaka 2-3 atasimama tena na uendelee kumuombea. Watu wa kanisa hawataki kubeba msalaba. Kazi ya mzee ikiisha, nayo ndoa inaisha. Wewe tabia mbaya hiyo. Ikiisha kazi ya mzee, kaa na yeye, lisha yeye, ni msalaba utapita. Bwana Yesu asifiwe. Inua mkono wako, tumemaliza. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, naachilia watu wako kama watu wenye nguvu. Natangaza kuanzia dakika hii, hakuna mmoja ambaye atazuiwa na waovu. Watakuwa na nguvu ya kupigana na wachawi na waganga, na watakuwa na uwezo wa kupita na kushinda majaribu. Ninawaombea ya kwamba milango ifunguke mbele yao. Atakayepigana na wao apigane na Mungu mwenyewe wa mbinguni. Na ninasema katika jina la Yesu Kristo, hakuna mmoja ambaye atachomoka church wakati wa majaribu. Hakuna mwenye atachomoka. We are all going to be patient in church, na tutapita na tutashinda. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Matoleo yako imebarikiwa na Bwana, na kuanzia saa hii unapotoa, Mungu akubariki na akupe zaidi ya kile ambacho unatarajia. Chukua sadaka yako sasa jameni, saa 8 imefika. Ndio tukimbie turudi kazini. Matoleo yako imebarikiwa na Bwana. If you are giving through the phone, you can use the numbers running on the screen, and may the Lord bless you. Online church, God bless you. Thank you for following every other time. Bwana akubariki as you give, and of course milango ifunguke kwa njia yako kwa jina la Yesu Kristo. Inua hiyo sadaka, you are blessed. You are blessed. Inua kama ni simu tu. Inua, you are blessed, you are blessed, you are blessed, you are blessed. Na kile ambacho unatarajia Bwana akupe na zaidi ya kile unatarajia kwa jina la Yesu Kristo. Tumeomba kwa imani. Amen. Now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. Unaweza ukakimbia sasa kwenda kazini, lakini wale mnaweza toa mguzi ya hii madhabahu, ni vizuri unaweza guza